Mama, nauza mchicha. Namalizia. Naomba unichangie. Watu wa mboga mboga wanapita asubuhi. Wewe mchana huu kama sio karibu ratiba za watu ni nini? Samahani mama. Kwa hiyo unanichangia au? Hata kama una hela nitakukopesha. Nitaipitia baadaye nikimaliza mishemishe zangu. Hapana, sihitaji mboga mboga kwa sasa. Unaweza kwenda. Mama, ni nani huyo? Pastor, ni muuza mboga. Kumbe muuza mboga. Lakini hapa mambo yameshaharibika. Upako hauwezi kufanya kazi. Nitarudi baadaye au siku nyingine kwa ajili ya maombezi zaidi. Tumeelewana mama? Hapa pameshaharibika. Jaribu gani hili? Binti, mbona unaonekana kama hauko sawa? Una shida gani? Nilikuwa sawa, ghafla nikaanza kuhisi kizunguzungu. Oh, pole sana binti, lakini unajua kama shetani yuko bize usiku na mchana halali. Hiyo yote ni kuhakikisha anatutesa na kutuvuruga ndani ya ulimwengu. Lakini nikikuangalia kwa macho ya roho, ninaiona roho ya Ibilisi ikiunyemelea uhai wako. Tafadhali, naomba unipatie msaada tafadhali. Njia ipo ya kukusaidia kama utakuwa tayari. Naomba uweke chochote kitu hapa ili niweze kukuombea. Na maanisha hakuna maombi bila sadaka. Na kwa kufanya hivyo Bwana atakuponya. Umefanya vizuri binti, na hivi punde unakwenda kupokea uponyaji kutoka kwa Bwana. Unachotakiwa kufanya ni kupiga magoti na kufumba macho. Binti, kiukweli tangu nilivyokuona siku ya kwanza, kuna kitu kiliingia kwenye moyo wangu. Nikashtuka. Mapigo ya moyo yalisimama sekunde 3 nikiwa ninaufikiria uumbaji wa Bwana, jinsi ulivyoumbika. Nikajikuta na tamani kukutembelea, unipe ruksa na nafasi ya kukutembelea ndani ya mwili wako, niuone huo uumbaji wa Bwana jinsi ulivyotukuka. Lakini wewe si pastor, maneno gani hayo unaozungumza? Kabla sijakwambia haya maneno, nilitegemea kabisa utashangaa, kwa
kwa sababu mimi ni mtumishi, ni pasta, nina upako ndani yangu, lakini peke yangu siwezi. Majaribu ni mengi, ni lazima nimpate mtu ambaye nitatembea naye katika safari, katika ulimwengu wa roho nitatembea naye. Ndio maana nimekuambia maneno haya. Sawa, uwe pasta, uwe na upako, mimi sijali. Nachoangalia ni sasampa. Kama unazo, sawa. Asante binti kwa kunielewa, lakini hapo kuna sehemu umeniacha kidogo. Kuna kauli umetumia kwamba unaangalia sasampa. Sasampa ni nini binti? Namaanisha maokoto. Wewe unadhani mimi naweza nikataka hizi suti zako au hiyo miwani yako? Yaani hapa ni pesa ndio inaongea. Kumbe unaongea kuhusu pesa. Kama hizi. Ama kweli pesa ni sabuni ya roho. Kwa hiyo maombi tuliyoyafanya yanatosha kabisa kuondoa kabisa tatizo lako, kwa sababu wewe sio mtu wa kwanza kupitia majaribu. Unajua, katika ulimwengu wa roho tunaonyeshwa kuwa kuna watu waliteseka na magonjwa, waliteseka na roho wachafu, lakini mwisho wa siku Bwana alitenda miujiza. Oh, haleluya! Oh, haleluya! Pasta, vipi? Wewe umebadilika ghafla. Sikuelewi. Binti, ni kweli kabisa hauwezi kunielewa. Unajua sisi watumishi kuna muda tunakaa tunaliona pepo hilo hapo, pepo linapita hilo hapo. Sasa tunatakiwa kukemea kwa jina la Bwana. Naona hapa pameshaharibika, tufanye siku nyingine, mambo yameshakuwa mengine. Ili mradi nimeshachukua maokoto, shauri yake atajua mwenyewe. Hivi bwana mdogo, mimi mbona sielewi? Yale maombi ya pasta yaligoma kufanya kazi au muda bado? Kiukweli mimi mwenyewe sielewi, lakini huyu pasta huyu ni kama ananitia mashaka hivi. Yaani ukimwangalia kwa haraka anafanania na wale manabii wa uongo. We, unamaanisha nini kusema hivyo? Wasi nilikuwa mtu wa kwanza kabisa kumwamini na ukatoa pesa yako. Ni kweli, lakini kuna matukio kama mawili hivi nimemkuta huyo pasta. Aisee, anafikirisha sana. Tena moja tulikuwa pamoja mimi na wewe, sio unakumbuka? Ndio nakumbuka. Na lingine ni lipi? Nimemkuta akimtongoza mdada. Alivyoniona akachange gia hewani na kuzuga kama anamwombea, wakati mimi tukio zima nimeshaliona. Hakuna cha maombi wala nyuma haya tu. Haya sasa, huyo ndo pasta wako tunayemtegemea kwenye hii issue. Je, tutatoboa kweli? Hapana, sina uhakika kabisa, itabidi nikusikilize tu. Sawa, kata ili kwa kupokea mpango mpya. Mdingi safari lazima atoe mali. Kama ilivyo desturi yetu, tunatakiwa kuhakikisha kondoo wanakula chakula cha kiroho na cha kimwili, na wahakikishe wameshiba vizuri kama tulivyoshiriki chakula cha kimwili sasa hivi. Sawa pasta, unaweza ukaondoka kabla mume wangu hajarudi, asije kutukuta katika hali hii. Usijali mama, unajua siku zote mwanaume ambaye anashindwa kula chakula cha nyumbani kwake, huyo ni mpumbavu. Lakini pia hata akitukuta mazingira haya hawezi kujua chochote, kwa sababu anajua ni nini kimenileta hapa. Ataamini kabisa nimeletwa na huduma ya maombi na sio vingine kabisa. Sawa pasta,
lakini naogopa. Usiogope mama, kuwa na amani. Naomba nikuache katika amani ya Bwana. Ya leo si ya zamani, ya leo si ya zamani. Kumbe ni wewe. Yaani Mganga Kiboli, tayari mteja wetu nimeshampanga, na hapa tunavyoongea hivi sasa anaamini nipo mlimani kwa ajili ya kuiombea ndoa yake. we, usiniambie. Kwa hiyo ile plani imeshatiki? Ndio, na hapa muda sio mrefu tunaenda kupokea kitita. Umeupiga mwingi, lakini nataka nikushauri kitu kimoja. Hautaki kuonekana mtaani kwake hadi hizo siku 14 ziishe, na ikibidi ujifungie ndani kabisa. Sasa wiki 2 zote nikiwa ndani, pesa ya kula nitaitolea wapi? Umeanza sasa. We endeleza hizo tamaa zako, ushinde kukaa ndani uonekane, tutalikosa hilo dili. Oho. Ila ni kweli. Sawa, nimekuelewa. Kwa hiyo tutaitumia njia gani ya kumdhibiti wewe mwanaume ili atulie ndani, ili kusudi ionekane maombi yamefanya kazi?